Jana kwenye ibada ya jumuiya hapa kanisani tulikuwa tunaelekezana, tunafundishana kujua tu kwamba kutofuata maelekezo baada ya kuona Adamu alivyoasi maelekezo ya Mungu, kilichompata, lakini si peke yake tu, kilichoipata dunia nzima. Kilichoipata dunia nzima. Hebu tuangalie katika kitabu kile cha Musa kitwacho Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 6 hadi wa 17. Tuone ni ombi aliyepata. Tusomee mstari ule, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 17. Mwanzo sura ya 2 na mstari ule wa 6, tutasoma kwa msaada wa Mungu. Amina. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitulia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shahamu. Na jina la mto wa pili ni Gihon, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti ya bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Ndilo neno la Bwana. Asante. Simba, yaani kila minyama ambayo tunaiona na ile minyama ambayo hatukuiona. Halafu baadaye akamuumba mwanadamu. Adamu alipomuumba mwanadamu sasa akamweka katikati ya wanyama. Adamu yani alikuwa rafiki wa wanyama, kama simba alizungumza naye, kama ni nyoka wala hakumuuma, hakumng'ata, walikuwa marafiki tu. Halafu Adamu sasa, kwa kuwa Mungu amemuumba anajua kuna kula, halafu Mungu sasa akamtengenezea Adamu bustani. Hiyo bustani ilikuwa na matunda mazuri ya kutamanika, ya kufaa kuliwa. Kwa Mungu akampa hayo maelekezo na Adamu aliyashika. Bwana Yesu asifiwe. Adamu aliyashika hayo maelekezo na aliyatekeleza, halafu Adamu akawa na faidi, anakula yale matunda ndani ya ile bustani. Mungu anampa maelekezo Adamu, hii miti usiguse. Adamu alitekeleza. Sasa Adamu wakati amekaa na minyama, amekaa na simba, amekaa na chatu, amekaa na minyama hiyo, ile minyama, najua minyama inavyounguruma inasikilizana. Ukitaka kujua kwa minyama inasikilizana, ng'ombe kwa mfano, ng'ombe ni wengi, halafu fungulia ndama, atasikia sauti ya mama yake ndani ya ng'ombe zile. Kwa mwenyewe akafanya mpango, akamtengenezea mwanamke. Soma ule mstari wa Mwanzo sura ile ya 3, nitasoma mstari wa 17. Mwanzo 3:17. Anasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiyale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao ya siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, na utakula mboga za kondeni kwa jasho lako. Utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika ile itwaliwa,
kwa maana ya mavumbi uende mavumbini utarudi. Sasa baada ya Mungu kumtengenezea mwanamke, kumuumbia mwanamke yale matunda kayaona yanatamanika, yanafaa kwa kuliwa, halafu akamshawishi. Sasa Mungu kwa kuwa hajapata mwanamke, Adamu alitii yale maelekezo ya Mungu. Sasa amepata mwanamke, halafu Mungu anajua sasa mwanamke aliyomdanganya. Mungu alisema wazi, wala hakuficha ficha, akasema kwa kumesikiliza sauti ya mke wako ukala matunda nio kuagiza usiyale, ardhi imelaaniwa. Halafu naona watu tumekariri dhambi, kwamba dhambi ni uchawi, dhambi ni ulevi, dhambi ni kuua. Jamani, hata kutofuata maelekezo ni dhambi. Ili ujue kwamba kutofuata maelekezo ni dhambi, hebu angalia haya maelekezo Adamu aliyokeuka, ambayo Mungu amemwambia usile hayo matunda wewe, halafu matunda anakula. Tazama alivyotuleteleza hivi, wote mnakuwa natazama chini, wote tunakwenda kufa. Ndani injili mnayo, kwenye simu injili mnayo. Sasa hayo ni maelekezo ambayo tunapewa. Ninasema hivi kwa sababu gani? Unaona, Mungu huwa analisema siku zote, wakati Mungu anatuumba, yaani uumbaji wa Mungu ni siri tu kubwa, ni siri kubwa. Watu wanasema kwamba pengine Adamu, wengine wanasema sio mtu wa kwanza, lakini Biblia inamtaja kwamba ndio mtu wa kwanza. Wengine wanasema pengine kulikuwa na wanadamu wengine. Sasa wanadamu, Mungu kwa kuwa uumbaji ni siri kubwa, Mungu wakati anaumba, kwanza aliumba viumbe vyote akaviweka pale, viwiliwili vya chatu, viwili vya nyoka na vya watu. Halafu akaumba sasa roho. Sasa wakati ameumba zile roho, halafu Mungu anamtuma malaika akusanye zile roho, achomeke ndani ya vile viwiliwili. Sasa kuna wale bahatika kupata roho ya binadamu, roho ya chui, roho ya kifaru. Mukihaba chita impera, hivi impera mnaelewa. Kifaru au impera kama kimekukimbiza ukapanda juu ya mti, hateremki mpaka mifupi imedondoka. Bwana tuhurumie sana. Sio haka yetu. Moja ni kuambiza, ili uamini tu kwamba kuna watu ambao wamepewa roho ngumu kama za nyama. Wao kabisa. Wao. Hebu tuangalie Kutoka. Kutoka 7 Kutoka sura ya 7. Tasoma mstari mmoja tutasoma katika jina la Bwana. 7 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Musa, angalia nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote nikuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao, ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao. Bwana Yesu atuhurumie sana. Ataufanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Hakuufanya wakati anamwagiza Musa, aliufanya bado anauumba. Na maana Farao alipata mnyama wa mnyama gani? Sasa fikiria, Farao ni mwanadamu, lakini kwa kweli anashindana na Mungu. Fikiria, Mungu alijitahidi kumpa mapigo 10, akageuza nchi yote ya Misri kuwa damu, akageuza nchi yote ya Misri, yani nyumba zote za wa Misri kukawa inzi, akageuza sijui, lakini pigo la mwisho, kila Misri mzaliwa wake wa kwanza akafa. Farao kidogo akaamini kwamba kumbe huyo ni Mungu. Wa baba msijali mambo mengine, mke ushauri na mke ni vizuri.
Mimi upanga ameshanizoea. Kuna mimi naamua tu kama mimi. Alafu namwambia nisamehe, nilishafanya. Sasa nafikiri Adamu kama singesikiliza sauti ya mke wake au angeishi peke yake, angetupata haya. Yasingetupata. Sasa ngoja nikwambie kisa kimoja. Mama mmoja na baba walishauriana. Walikuwa na maisha magumu kama yangu. Sasa ukawa jirani yao na maharage yamepamba yamewiva. Sasa wao hawana kitu nyumbani. Wakashauriana sasa, tutaishije sisi? Mke akaleta wazo hili, hebu nenda usiku kanunue maharage yako. Yule baba usiku kanunua maharage, akapakia msandarusi akaleta mpaka nyumbani. Kumbe mwenye shamba alimuona yuko nyuma yake. Akishatafuta watu wakamkamata. Polisi mahakamani. Kesi kaendelea, akahukumiwa. Sika anahukumiwa sasa. Mke si yuko pale. Alimwambia hakimu, naomba mke wangu aje nimwake. Mke akaja. Yeye anapiga kichwa kwamba labda anamuongoneza mpe maagizo atakavyo baba natunza familia. Alimkata kibao, maana kama angesema kwamba usiende kuiba asingehukumiwa. Kwa baba, kwa kweli tuwe makini sana na wamama. Bwana Yesu apewe sifa. Kabisa. Kama mwanaume, fikiria kuna mji mmoja nilikwenda, nilikuwa sijanunua basikeli. Nina shida, basikeli naiona, nikapiga hodi, nikasema basikeli. Alisema subiri mke wangu waje, wala sikurudi tena. Sikurudi. Siwezi kurudi kabisa. Yeye angesema labda basikeli mbovu au na shida, lakini kitendo cha kusema subiri mke wangu waje. Msalini nyimba huyo. Mnakubali? Mkubali, mkatae, ila Biblia inasema nyinyi ndio mlisababisha tunakufa, lakini Mungu kama singewaumba tukawa peke yetu. Bwana tuongoze sana. Kwa hiyo ninasema kwamba kutofuata maelekezo ni dhambi. Kwa sababu gani? Tangu mwezi wa 4 tunatangaza habari za mavuno, tunatangaza habari za mazimu ya msimu. Sasa tarehe 6 mwezi wa 9 ni mavuno. Kama ni maelekezo tumepewa, kama hatuna mioyo migumu kama Farao, tutaona madhabahu itakavyojaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni binti ana sura ya mnyama, ndio wale wengine wanazeekea nyumbani. Yana tajipodoa atafanya nini? Utajipodoa utaweza. Suru ishapewa ya mnyama. Liindika tu. Wewe omba Mungu basi utapata wa kwako mwenye sura kama yako. Amina. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu ni siri yake. Kwa niombe wa ndugu, tumuombe Mungu sana tusaidie tufuate maelekezo. Tusije kuwa shida katika familia. Kwa na sisi tusipotekeleza maagizo ya watumishi wa Mungu. Yaani sio kwamba Mungu atakashuka tena asimame hapa nipe maelekezo mimi Mateo au akupe maelekezo wewe. Unaona Mungu alivyo. Sisi kutuweka hapa ni neema tu. Wala tustahili, wala tufai. Na ndio maana atakaporudi hakutakuwa cha mwalimu, wala mkurugenzi, wala askofu, wote. Askofu wa maaskofu sasa atakuwa amefika. Tulifuata maelekezo, tukufuata maelekezo, ile tunavyokuambia, uamini usiamini ni Mungu anakuambia.